Mama, unaitwa nani? Unatokea wapi? Na Mungu wa hii madhabahu amekutendea nini? Naitwa Justina Nyati Seti, natokea Kabingo. Ndiyo. Mungu wa madhabahu hii alishanitendea mambo makuu. Nataka kushuhudia na wengine wako hapa niwatie moyo. Ndiyo, amina. Amina. Mimi nilikuja hapa nilikuwa silali. Nilikuwa silali kabisa, usingizi nilikuwa siupati. Tena nilikuwa siumwi. Lakini ilikuwa ni changamoto ya maisha. Nikifanya biashara hela inahomba. Ndiyo. Ndo baba yetu Nabii Mahera kasimama hapa kaanza kuhubiri, akasema hivi watu wenyewe hawalali wasimame. Ndiyo. Na mimi mwenyewe nikasimama, nilikuwa nimekaa pale. Akaniambia hivi, mama, wewe hauna tatizo. Ndiyo. Tatizo ni mawazo. Baba Nabii Mahera kaniombea. Akamaliza, tukaondoka, tukaenda nyumbani, nikachukua vifaa vya kiroho. Ndiyo. Tumerudi hapa, sijui ilikuwa Ijumaa ngapi, tukashika fimbo. Ndiyo. Kushika ile fimbo akatuambia watu wanafanya biashara vya vitumbua hawauzi, wanaomba wafanyeje, wasimame. Ndiyo. Nikasimama, nikashika ile fimbo. Ndiyo. Ile fimbo ilinitendea maujiza, siwezi nikaamini. Nilikutendea nini? Ndani ya maisha yangu. Ndiyo. Nilifika nyumbani asubuhi nikakaanga vitumbua. Saa moja wanafunzi hawajaingia shule, vile vitumbua vimeisha. Vile vitumbua vimeisha. Vimeisha. Baada tu ya nabii kuwatamkia hapa na kushika fimbo. Ndiyo. Wangapi mnawakumbuka wale walioshika fimbo kwa sababu walikuwa wanauza vitumbua, na moja kati ya wale ndio huyu hapa. Magari anasimama ananunua, mapikipiki wanasimama wananunua, waendesha bajaji wanasimama wananunua. Wananunua. Wewe hapo mwanzo walikuwa hawanunui. Walikuwa hawanunui. Ulikuwa unakaa navyo vitumbua muda gani? Nilikuwa nimekaanga kama mwezi mzima. Kama mwezi mzima? Na ilikuwaje kwenye mauzo yako? Kwenye mauzo tu nilikuwa nakaanga kilo moja na yenyewe haiishi. Haiishi. Baada sasa ya kushika hii fimbo ya nabii, ulipoenda kupika, viliisha havikuisha? Viliisha. Na viliisha baada ya muda gani? Baada ya nusu saa. Baada ya nusu saa? Ndiyo. Vitumbua vikaisha. Na madereva magari wananunua. Na mabodaboda wananunua. Na bajaji wananunua. Na walimu wananunua. Hebu mpigie Yesu makofi kwa sababu yeye ndiye anayetenda. Ndiyo, kuna mama tu alikuwa anakataza na watoto wake wasinunue. Watoto wake wakinunua anawatukana. Ndiyo. Na yeye mwenyewe akawa anatamka, siwezi nikanunua. Lakini sasa hivi nikikaanga ndo anakuwa wa kwanza kununua. Anakuwa wa kwanza. Kununua vitumbua. Ndiyo. Ambapo alikuwa anasema hapo mwanzo huwezi kuvinunua. Ndiyo. Baada ya kushika fimbo tayari na mawazo yamebadilika. Ndiyo. Ananunua. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Muujiza wa pili, nataka niwaambie watu mko hapa tuendelee kuchukua vifaa vya kiroho. Ndiyo. Ile Ijumaa ngapi tulikuja tukachukua vile vitambaa. Ndiyo. Kuchukua vile vitambaa mimi nilikuwa nadaiwa. Hela inalingana na 200,000. 200,000? Ndiyo. Ulikuwa nadaiwa ya nini? Ya kodi ya nyumba. Kodi ya nyumba. Ndiyo. Sasa nikachukua kile kitambaa, nikakishika kwa imani, nikasema Mungu wa Nabii Mahera, naomba unitendee. Naomba nione mkono wako kupitia hiki kitambaa cha Nabii Mahera. Ndiyo. Nikalalia kile kitambaa. Asubuhi tu nimeamka kama kwenye masaa ya saa 5 hivi. Ndiyo. Nikasikia simu yangu inaita. Nikapokea ile simu, kupokea ile simu nikasikia mama tu amejitolea. Mama akaniambia hivi, nimekulipia ile hela kwa mwenye nyumba, wewe jikalie tu relax. Shilingi 200,000. Ndiyo. Na kitambaa ulikinunua kwa shilingi ngapi? 2,000. Kitambaa cha shilingi 2,000. Umepokea muujiza, umesamehewa 200,000. Ndiyo. Hebu mpigie Yesu makofi. Kwa hiyo ulienda kukilalia kitambaa ulichokichukua hapa kwa shilingi 2,000. Ndiyo. Na asubuhi unaamka ukapigiwa simu. Ndiyo. Simu ya muujiza. Ndiyo. Simu ya muujiza. Ndiyo. Wangapi wako tayari kupokea simu ya muujiza siku ya leo? Nabii atatamka hapa, hebu piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Muujiza wa 3 nataka niwaambie watu. Baba yetu Nabii Mahera akikutamkia, akikutabiria ni ukweli. Anakuwa amekutabiria kitu cha uhakika. Ndiyo. Nataka niwaambie wa ndugu zangu mko hapa, wasafiri wenzangu, tumtii Nabii Mahera. Akitutabiria, tii sauti yake. Ndiyo. Ni sauti ya Mungu. Ndiyo.
Alhamisi nimekuja hapa nikaacha watoto wangu nyumbani. Ndio. Sasa watoto wangu walikuwa wanaenda kwa jirani kuomba pasi. Akimwambia watoto wenzake, anamwambia mwambie mama. Ndio. Akimwambia mama anamwambia waambie watoto. Sasa wale watoto wakiwa wanaingia ndani wanatoka, wanaingia ndani wanatoka. Mtoto alikuwa anakaa kama masaa mawili wala saa nzima na nusu. Wanamzungusha. Amesubiria pale ile pasi. Alhamisi Mungu alitenda. Mungu wa Nabii Mahera. Sauti ya Nabii Mahera ilitenda. Mtoto wangu saa moja hapa Nabii Mahera anasema kuna mtoto kana nyanyasika kwa ajili ya pasi. Watu wa Kigoma hapa nimejaribu kuwachunguza, basi Mungu akubariki sana. Nimeona na kuna jambo la kushuhudia. Bwana ameniambia kuna mtoto wake anateseka kwa ajili ya pasi. Kwani niende umeniambia au mlishaniambia? Hapana. Si Bwana ameniambia hapo. Sasa leo naenda na pasi. Si saizi mtakuta maduka bado wako wazi. Kumbe mtoto alishaenda kuomba ile pasi, amepewa. Ile saa moja baba anatabiri. Wakati nabii anatabiri hapa. Anatabiri hapa. Wangapi walikuwa siku ya Alhamisi? Na mlimshuhudia huyu mama. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Nini ambacho kilikuwa kikiendelea? Mtoto alienda kuomba ile pasi, yale masaa baba anatabiri hapa, eti mtoto ananyanyasika. Ndio. Ile pasi mtoto akapewa. Kuifikisha nyumbani mtoto acha pasi nguo. Ndio. Mama mwenye nyumba katuma watoto wake. Nendeni mkamnyang'anye ile pasi. Baba huko anatabiri hapa. Wakati huko nabii anatabiri na kule tukio liko linaendelea. Ndio. Na ulishawahi kuonana na nabii ofisini kabla ya hapo? Ndio. Uliwahi kuonana na nabii ofisini? Hapana. Haukuwahi kuonana naye? Hapana, sijawahi kuonana na baba Nabii Mahera. Hayo matukio yote Mungu amenitendea na sauti yake na mkono wake. Nilikuwa sijawahi kuonana naye. Kwa hiyo wakati nabii anatabiri hapa na tukio kule nyumbani linaendelea moja kwa moja. Ndio. Mtoto akawaambia hivi, mbona nyewe mna pasi mbili? Na kwenyewe nakuja kuwaomba pasi ya mkaa, siwaombi ya umeme. Simwache ni pasi. Mtoto akamwambia, mama ndo amenituma. Mtoto mdogo wa kwangu wa kiume anasoma la 7 kwa sababu anasoma na huyo binti. Akamwambia hivi, tuachie tupasi. Tukimaliza tutakuletea. Sasa ndo baba hapa Nabii Mahera akasema, na mimi nikasimama kwa sababu nilikuwa najua kama watoto wangu wanafanyaje, wananyanyasika. Kwanza mimi nilikuwa hapa na watoto wako nyumbani. Lakini sauti ya Nabii Mahera na sauti ya Mungu ilishuka vikaungana. Baba Nabii Mahera kaona kitu kinachoendelea nyumbani kwangu. Nimefika nyumbani, nilitoka hapa na furaha, nimepewa hela ya pasi. Nikafika barabarani niko naenda nyumbani, nikaimba wimbo. Kuimba wimbo, nikaimba wimbo unasema hivi, sina sauti lakini msinicheke. Nikaimba hivi. Sema nami baba, niko tayari kusikia. Sema nami ulivyosema na Nabii Mahera. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Sema nami. Baada ya kufika nyumbani sasa nini kikaendelea? Huko naimba. Nyumbani niko naimba. Watoto wakasema, mbona mama na raha? Nikawaambia hivi watoto wangu, pokea. Watoto wakasema sisi hatupokei, tunapokea nini? Nikasema pokea. Akasema mama, kabla haujaniambia nipokee, acha kwanza nikwambie kitu kilichonikuta.